nini watu wengi wanaamini kwamba wanawake hawana hisia za kimapenzi? Hivi kwa nini? Ushajiuliza hili swali? Maana ukizunguka kila kona sasa hivi, platform nyingi sasa hivi unasikia hili. Kalisikia kwa wanaume wengi wanazungumza wazi, lakini sio mada ya leo, ila ni swali ambalo jiulize wewe. Na kama ulikuwa unajiuliza, uende kujiuliza kila siku, kwa nini ipo hivyo? Je, ni kweli ama sio kweli? Lakini mimi nitakupa jibu la shortcut. Japokuwa tutaongea kwa kina siku moja nini kinaendelea hapo. Nitakupa jibu la shortcut kwamba na wenyewe wana hisia kama ulizonazo wewe, wana emotions kama ulizonazo wewe, wanakuwa na hamu ya kimapenzi kama ulionayo wewe, tena zaidi yako wewe. Huo ndio ukweli, huo ndio ukweli. Lakini hatuzungumzii hilo siku ya leo. Leo tunazungumzia kitu kingine ambacho tunaendelea na mfululizo wa kipindi chetu cha akili yenyewe ndiyo hii. Ishi naye kwa akili mwanamke. Ndio kuishi naye kwa akili. Tunafundishwa mengi, tunasikia mengi. Bwana unatakiwa kuishi naye kwa akili. Bwana unatakiwa kuwa na akili. Bwana unatakiwa wewe kuishi naye kwa akili tu. Yaani wewe unataka tu akili bwana. Unajua hawa wanawake bwana, yaani hataki mambo mengi. Wanataka tu wewe uishi naye kwa akili. Sasa ni akili gani? Ukiuliza wanaume, akili gani? Akili namna gani? Akili ipi? Ukiuliza maswali hakuna majibu. Kwa hiyo tunaenda kujifunza msingi wa akili yenyewe. Kama umeanza hichi kipindi hapa, kuna kipindi cha kwanza ambacho kimeanza na utangulizi, ambacho kimeleta utangulizi, ambacho kimefungua utangulizi wa swala la akili yenyewe. Akili yenyewe. Na tukazungumzia mwishoni, tukamalizia kwa kugusia akili mbili, akili ya wanaume watawala pamoja na akili ya mabwege, ambako leo sasa hivi tunazungumzia akili ya jamii. By the way, kama huja subscribe kwenye channel hii, endelea kubaki hapa mwanzo mpaka mwisho ili uende ukajenge mahusiano, kwa sababu mwanamke amheshimu mwanaume, amheshimu mwanaume ambaye hajitambui, mwanaume ambaye hana mipaka, mwanaume ambaye hajielewi. Sasa wewe umekuwa unafundishwa mengi na hujui mwanaume ni nani, ila wewe ni mvulana. Unajiona mwanaume, una ndevu, una pesa, una mali, unatafuta maisha yako, lakini wewe bado ni mvulana. Bado ni mvulana. Bado ni mvulana. Unataka kutengeneza mahusiano imara. Unataka kutoka kwenye stress. Unataka kutoka kwenye msongo wa mawazo. Unataka kutoka kwenye hali ya wewe kujitegemea, kuanzisha mahusiano imara kabisa. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho. I promise you, lazima ubadilike. Lazima ujenge ufahamu mpya. Lazima upokee kilele hiki katika kituo kikuu cha maarifa ya kimahusiano, ndani ya sauti ya Mzee Sonelo. Anayekuletea maarifa haya ni Mwalimu Sonelo, ambaye amehakikisha kwamba unaenda kupokea maarifa sahihi ambayo anaenda kukujenga wewe, kukutengenezea ukombozi, utambuzi na uwezo wa kujitegemea wewe, ukajenge mahusiano imara kweli kweli. Huo ndo msingi wa kuleta sauti ya Mzee Sonelo. Kwa hiyo lazima uwe umesubscribe ili tuende pamoja, ili ukanufaike na haya maarifa. Hakika usipange kukosa mwisho wa hiki kipindi na mfululizo wa vipindi vingine, na kuna vipindi vingine vishapita hapo. Kama wewe ndo mara ya kwanza unajua kuna vipindi vingine kunatoka kwenye inbox yako, kuna asili ya mwanamke, kuna masomo kama hayo ambayo yanakupa msingi wewe kuelewa kile ambacho ulikuwa hujui katika upande huu wa pili. Upande huu wa pili. Kwa hiyo moja kwa moja ndani sasa kuangalia akili yenyewe. Lakini tupo katika utangulizi bado, tunaingia katika upande wa akili ya jamii. Tuione jamii inasema vipi. Mzee Sonelo anasema jamii inasema hii ndo akili. Lakini kumbuka, kuna akili ambayo muumba wako wewe alimaanisha uwe nayo. Muumba wako wewe alitaka uifahamu. Muumba wako wewe aliimaanisha pale alivyosema bwana, wanaume ishi nao kwa akili, wanawake alimaanisha akili ipi? Sasa kuna akili ambayo Mwenyezi Mungu aliimaanisha, lakini jamii kuna akili ambayo inakupa wewe ikuaminisha kwamba hii ndo akili yenyewe. Lakini bado umekuwa na safa, bado umekuwa unateseka sana kwenye mahusiano. Bado kuna wanaume wengi wanaogopa mahusiano. Wanaume wengi wanaogopa mahusiano.
Wanaume wengi wanaamini mahusiano ni pesa. Hilo tumeliongea kwenye kipindi kilichopita. Wanaamini hilo, kwa mahusiano bila pesa hakuna mahusiano. Kwa hiyo wenyewe wanaamini bwana, watafute pesa kwa ajili ya wanawake. Upo kwenye huo mkumbo, unatakiwa kutoka haraka sana. Mahusiano sio pesa. Mahusiano sio pesa. Mahusiano sio pesa. Ili ujue kama mahusiano sio pesa, ni lazima usome kitabu cha Sio Fumbo. Hiki ni kitabu ambacho kinaenda kukuonyesha wanawake walivyo katika makundi, kwa sababu wanaume wanachanganyikiwa. Bwana, unajua mwanamke fulani mrembo hivi, naweza kumpataje? Na huyu mwingine yupo hivi, mazingira yake yupo hiki, mwingine wakishua, mwingine yupo hivi. Sasa mimi ndaishi nao vipi? Na hawa ni wanawake wa gharama. Kuna makundi, lazima ujue. Kuna wanawake ambapo katika stage fulani, kuna stage ambayo anataka mahusiano sasa hivi, na kuna stage ambayo hataki mahusiano, kuna stage ambayo anataka ndoa tu, kuna stage ambayo yupo kwenye ndoa lakini anataka kutoka kwenye ndoa. Kwa sababu nyingi, na kuna mbugani, kuna mengi sana. Kwa lazima ujue upo na mwanamke wa aina gani, yupo kwenye stage gani. Sasa wengi mnakosea, unataka mahusiano unaenda kwa mwanamke ambaye hataki mahusiano, unataka mahusiano unaenda kwa mwanamke ambaye anataka ndoa. Kwa mnapishana, yeye analazimisha ndoa, wewe hutaki ndoa. Kwa hiyo mnaona ni mguruga gongana pale. Kwa lazima uelewe asili yao katika makundi walionayo. Hichi ni kitabu ambacho kinaitwa Sio Fumbo, utakipata kwa shilingi 25,000 za Kitanzania. Kitakupa maarifa ya kina sana, kitakupa mwongozo wa kina sana. Wewe utaamini kwamba kweli mahusiano hayaendeshwi na pesa. Ndipo ambapo utakuwa na akili mpya, ndipo ambapo utakuwa na ufahamu mpya, ndipo ambapo utakuwa na maarifa mapya. My brother, once again, tuingie kwenye somo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwema, tunamshukuru kwa afya, tunamshukuru kwa uzima, tunamshukuru kwa kibali, tunamshukuru kwa kuendelea kutufungua zaidi kihekima na kukutanisha wewe na hii sauti na hii video na hii content, ili kakubadilisha maisha yako wewe, ili kalete matokeo makubwa sana. Maana umekuwa ukilia sana, umekuwa ukiomba, kuna wengine mmekuwa mkiomba sana, mkilia, mkifanya hivi, ukiomba mabadiliko, ukiomba kukutanisha na kitu ambacho kitakubadilisha, ukiomba kukutanisha na mtu ambaye atakuwa ni sahihi katika maisha yako, ukiomba, umekuwa na search sana jinsi ya kuishi na mahusiano, jinsi ya kuwa na mwanamke, jinsi umekuwa na search jinsi nyingi sana, lakini bado matokeo ni yale yale. Ila nisikilize, ukiendelea kutulia mwanzo mpaka mwisho ndani ya somo hili, naamini lazima ubadilike. Lazima ubadilike. Na utabadilika tu, utabakia hewani. Utabadilika, utakuja kujiunga na wanaume watawala. Kuna darasa la wanaume watawala ndani ya Sauti ya Mzee Sonel, kwa darasa pale WhatsApp. Darasa ni group la WhatsApp ambao tunakutana pale. Ni group la WhatsApp, lakini ndo darasa, ndo shule ile ambao kuna maarifa pale. Kuna wanaume watawala ambao wanajifunza maarifa pale, maarifa ya kina sana kuhusu mahusiano, kuhusu hiki, na walitokea YouTube hapa. Kutokea YouTube hapa, YouTube kakutana na maarifa, kasikiliza video, ikaleta make sense, ikambadilisha. Kama ninavyokuambia wewe, utabadilika. Akabadilika kuishi hapa. Akaja darasani, anajifunza, nalipia kwa mwezi 20,000, ada ni kwa mwezi 20,000, na anapata matokeo kiuelewa, kiufahamu. Naona anapata matokeo, nampongeza sana. Anapata matokeo, wanapata matokeo na wanafunzi wengine ambao wanasoma vitabu mbalimbali. Kitabu kama cha Sio Fumbo nilichoambia, na kuna kitabu kingine cha Ukike na Hisia. Hichi ni kitabu ambacho kinazungumzia asili ya mwanamke, na kuna kitabu kingine cha jinsi ya kuanzisha mahusiano. Wanaume wengi wanasafa kwenye lengo la kuanzisha mahusiano, hawajui wanaanza vipi. Wakiambia anzisha mahusiano, anaanza kufikiria kuhusu wallet, anaanza kufikiria kuhusu account, anaanza kufikiria kuhusu uchumi, anaanza kufikiria kuhusu maisha. Hajui mahusiano anaanzisha vipi, hajui kutongoza. Unatongozaje? Hajui. Na wewe pia unajua ama hujui? Jiulize, unatongoza vipi? Kwa hiyo ndani ya somo hili unaenda kubadilika wewe. Kwa hiyo jiunga na darasa la wanaume watawala, uje uchukue vitabu, ujifunze kwa kina sana. Kuna mawasiliano hapo kwenye link ambayo ipo kwenye description, ambayo kuna services pale na namba za simu hizo hapo. Uje ujifunze kwa kina sana. Sasa anasema jamii inasema akili ndio hii. Jamii inasema akili yenyewe inayotakiwa kutumika wakati wa kuishi, wakati unaishi na mwanamke, ama wakati wa mahusiano, au pindi unapohusiana na mwanamke ama na wanawake kijamii.
ndani ya jamii inasema kwamba akili ni hii. Yaani mwanamke ni kiumbe wenye kupenda na kutaka mambo mazuri. Kila siku umfurahishe, kila siku umpelekee zawadi, kila siku umnunulie vitu tofauti tofauti, umpe mali nyingi nyingi, ndipo atakupenda. Ndio akili ambayo umekuwa nao wewe, na ndio akili ambao wanaume wengi, kwamba ili mwanamke akupende, ili mwanamke akuheshimu, ili mwanamke avutiwe na wewe. Jamii imekwambia vipi? Imekupa akili gani? Imekupa akili hii. Wewe una search sana kwenye engine ya Google, kwenye YouTube una search sana jinsi ya kuwa na mahusiano mazuri, jinsi ya kutengeneza mahusiano, jinsi ya kuwa na mvuto. Unakutana na masomo gani? Bwana, wewe unabidi unamnunulia zawadi. Unakutana na masomo gani? Bwana, wewe unatakiwa unamtoa out mara kwa mara. Unakutana na masomo gani? Unabidi wewe unamnunulia zawadi kuliko walivyonunuliwa na watu wengine. Unabidi uwe bora kila siku. Masomo gani? Masomo ambayo yanakufanya uwe mtumwa, na ulikuwa mtumwa kweli kweli, na sasa umechoka, unataka kupata matokeo mazuri. Unanisikiliza hapa mpaka muda huu, umekaa ndio kunisikiliza hapa, kwa sababu wewe unataka ubadilike, kwa sababu umekutana na matokeo ambayo yajaboresha maisha yako, bali yamekufanya uwe mtumwa. Hiyo ndo akili ambayo jamii ilikupa, kwamba ili akupende itabidi wewe ujitoe kila siku, usacrifice muda wako. Ngoja nilikuwa naongea naye jana, na muda mwingine anakaa na mabwege. Kuna kipindi ambacho kinaendelea pale cha toka kwenye inbox, niliwaambia nakaa kwenye groups mbalimbali, kana mabwege pale, kuna live chat pale, naongea nao mawili matatu. Sasa anaongea, bwana, unajua mimi kuna mke mmoja alinizungusha sana, yani yule mwanamke alikuwa ni bikira, lakini alinizungusha sana kwa miaka 2, na nilikuwa nimeweka juhudi zangu nyingi, niweka muda wangu mwingi, mwisho wa siku akaja kuwa wangu, bla bla bla. Man, mimi nikasikitika sana. Okay, nikamwambia mwisho wa siku, okay sawa. Wewe uliweka muda wako mwingi, uliweka juhudi zako nyingi, uliweka pesa zako nyingi. Ulipata matokeo gani? Ulipata faida gani? Kwa hiyo yeye anasherehekea utumwa, kumtumikia mwanamke miaka 2, alafu mwisho wa siku anaambulia ngono. Ndo akili zenu zipoishia hapo. Ndio kwa sababu umefundishwa hivyo. Toka unakuwa unafundishwa mwanamke yupo hivi, yupo vile. Toka unakuwa unafundishwa kumtumikia yeye. Toka unakuwa unafundishwa hivyo. Na mbugani, na jamii, na nyimbo, na movie, tamthilia, zile series zote zinakufundisha kuwa fala, kuwa jinga, kuwa pumbavu sana, mpaka unaamini ili mwanamke umpate lazima umtumikie. Yani jamaa akawa anazungumza katika namna ambayo yani haiwezekani ukampata mwanamke kirahisi tu. Huyo mwanamke lazima itakuwa kuna kitu anataka. Sasa kama ule ambaye ulimfukuzia miaka 3, 2 na baadaye akakusumbua na mwisho siku alikubali kirahisi, maana alikubali kwa sababu kuna kitu alikuwa anakitaka. Ndio mbona anakitaka ni always. Ndio swali limeanza na swali ndani ya kipindi hiki, wanawake hawana hisia za kimapenzi? Ni kweli? Jiulize. Unakuja kugundua wewe uliweka muda mwingi sana na bado hakuna matokeo yoyote. Unaweka muda mwingi, unaweka juhudi, una sacrifice ndoto zako, muda ambao utakiwa ulale vizuri, muda ambao utakiwa ujifunze, muda ambao utakiwa uchukue session, muda ambao utakiwa usome kitabu cha Sauti ya Mzee Sonelo, ukisome pale kitabu pale kilivyoandikwa na Mwalimu Sonelo, ukisome kile kitabu, muda ambao utakiwa usome ni muda ambao unapigia simu, unaanza kumtafuta, unaanza kuhangaika, anakuwa kwenye stress, maana huwezi kusoma tena, tayari umetoka kwenye uwepo wako wa akili, tayari umevurugwa kwenye akili, kwa uwezo kupata utulivu, wa kufikiria kuhusu maisha, kufikiria kuhusu deals, kufikiria kuhusu kazi. Mwisho wa siku unaanza kuwajibu watu wengine vibaya, mwisho wa siku unaanza kuwajibu wateja vibaya, mwisho wa siku unaanza kuwajibu ndugu vibaya, mwisho wa siku unaanza kuharibu mahusiano yako wewe. Hayo ndo madhara ya kuwekeza muda, kwa sababu unawekeza muda, unawekeza juhudi, unatarajia upendwe. Alafu asipokupenda lazima ujisikie vibaya. Hiyo ni asili ya kwetu sisi. Tunathamini uwekezaji, tunategemea mategemeo fulani. Sasa ile mategemeo yasipokuja, unakuwa na hasira. Ukiwa na hasira, huwezi kucontrol hasira, kwa sababu hujafundishwa kucontrol hasira, na hujafundishwa kuijua hasira, na hujafundishwa uchungu wa maumivu, ujui chochote. Wewe utaenda kuwaumiza wengine. Kuna mahusiano mengi sasa yanaendeshwa kwa visasi mengi sana, kitu ambacho ni kibaya sana. Utaki kuwa hivyo mwanao.
bwana, mimi unajua mwanamke yule pale aliniumiza sana, kwa wanawake wanaokuja saa hizi naenda kuwakomoa, na mimi naenda kuwaumiza, na mimi naenda kufanya. Unafaidika nini? Faidika nini? Walikuumiza kwa sababu ulikuwa fala, ndio maana walikuumiza. Unabidi ukubali kwamba aliniumiza, nilikuwa mpumbavu, kwa sababu natakiwa nijue namna kuishi nao. Lakini akili ya jamii nao kwambia, inakwambia vitu gani? Inakwambia utoe mali nyingi, inakwambia utoe muda mwingi, inakwambia utoe pesa nyingi. Sasa unatoa hivyo vyote, yeye analeta nini? Darasani wanaelewa, tupo kusoma msingi. Samani ya mwanamke halisi anaokuja nayo yeye kwenye maisha yako wewe, hilo lipo darasani pale, wanajifunza kwa kina sana, wanaelewa kitu gani ambacho mwanamke analeta. Sasa kama unajitoa kila siku zaidi na zaidi, inamaanisha wewe unamnunua yeye. Ina tofauti na wanaonunua malaya, wanaonunua makaba. Hamna tofauti. Tofauti ni upi? Kwa sababu unaweka muda wako wewe, unaweka juhudi zako wewe, unaweka pesa zako wewe ili umpate yeye. Hamna utofauti. Yule ananunua wanawake wanaojiuza, hamna utofauti. Kwa sababu analeta nini? Yule anayejiuza analeta nini? Anayejiuza kwa yule anayejiuza, yule malaya yule, ukimnunua si una smash, tunakutana naye kingono, una smash. Baada ya kusmash, kitu gani analeta? Kwamba anakuletea mawazo ya biashara, kwamba anakuletea wateja fulani kwenye biashara yako, kwamba anakuja na uchumi wake. Bwana, mimi na kipato hiki nimeipata, na mimi tukiongezea kwenye mtaji fulani, kwamba tufungue biashara hii, kwamba mimi nitasimamia biashara hii na wewe utasimamia. Anakuja na nini? Kama haji, ana utofauti na malaya, ana utofauti na kaba ambaye unamnunua, ana tofauti. Mahusiano alipo saizi, na wanaume wana feel proud kwa watumikia wanawake, lakini ukiuliza mnapata nini? Lakini wanakuja kugundua kwamba wakiwa single wanaona wana amani, wakiwa single wanaona kuwa na mafanikio, wakiwa single wanaona na utulivu wa kweli. Wana wengi wana enjoy kuwa single, na wengine ndo wanafanya matabia zingine ambazo za ovyo, mpaka wanaingia kwenye addiction za punyeto. Kwa nini? Kwa sababu ya kuamini mahusiano ni gharama. Wanaamini kia kwenye mahusiano bwana, inabidi ni gharama zitaongezeka, yani inabidi wewe namnulia, inabidi wewe namtoa out. Kuna mmoja bwege akaongea, sasa nikamwambia gharama kama zipi sasa? Akasema unajua siku moja inabidi wewe unamtoa out. Yani wewe mara mwisho kujitoa out ilikuwa lini? Kamuuliza hilo swali. Kama mama mwisho wewe unajitoa out inakuwa lini? Na sababu bwana, nitoe niende somewhere nikaenjoy, nikale, nikafanya hiki. Mara mwisho ilikuwa lini? Lakini unafikiria tu mwanamke akija umtoe out. Mwanamke ambaye atatolewa out na mtawala anatakiwa awe na mchango kweli. Ule mchango umechangia kuongeza kile kipato ambacho kienda kutumika hiyo siku ya out. Kinyume na hapo, bajeti ya mwanamke yeye mwenyewe. Kuna muda ukiwa ukifika kwenye stage fulani, mwanamke atakuomba yeye mwenyewe utoke naye out. Mwanamke mmoja kwa analia sana kila siku, naomba tutoke out, naomba tutoke out, naomba tutoke out, naomba tutoke out. Na mkitoka analipia kila kitu yeye. Kwa nini? Kwa sababu lazima awe na mchango. Kama mimi ninavyoongea muda huu na wewe, mimi sasa hivi nimetoka somewhere kuenjoy myself. Kaambia hivyo, mimi nimetoka sasa hivi kuenjoy mwenyewe muda huu ninavyoongea na wewe hapa. Nimeenda somewhere, nimeenda hivi, nimekula, nimefanya hiki na hiki, na ndo narudi mtaa muda huu. Kwa hiyo lazima ujisamini kwanza wewe. Uondoe hiyo akili ya kipumbavu kwamba mwanamke akija kwenye maisha yako ndio uanze kumpambania. Ndio maana unakuwa unaachwa kila siku. Wajiulize juhudi zote ulizozifanya zile, kwa nini hauna matokeo mazuri? Ukisimama hapo utajua msingi huu. Jikutanishe na ukweli, uwe muwazi, usijidanganye. Jikutanishe na ukweli. Toka umeanza kufanya hayo mambo, toka umeanza kuwatoa out, toka umeanza kuwanunulia zawadi, toka umeanza kuwekeza muda wako, umepata nini? Nilimuuliza hata ile swali yule bwege ambaye alizungumzia, bwana unajua mimi nilimfukuza mwanamke miaka 2-3 na bla bla bla. Nikamwambia okay. Mwisho siku kampata. Ndio, nikampata, akaanza kuwa mwema, akaanza kunifanyia mazuri, akaanza kunipa na pesa zake, akaanza kufanya hivi. Nikamwambia okay, sawa. Ulishaifanya tena kwa mwanamke mwingine kwa namna hiyo? Ushaingia kwenye mahusiano na mwanamke mwingine ambaye anakujali kama hivyo, anakusamini kama hivyo? Bwana mimi sijataka. Nikasema no, hujaweza kwa sababu ulibahatisha. Huo ndo uhalisia. Ulibahatisha. Chochote ambacho huwezi kuleta matokeo tena mara ya pili, yani ukafanya kitu fulani ukakiweza, kama huwezi kukirudia, wewe ulibahatisha hicho kitu.
Maana ungekuwa unaweza ungerudia, maana unazijua njia, napita hapa, natokea hapa. Pita hapa, natokea pale. Lakini kama uwezi, maana ulibahatisha. Nilimwambia hivyo. Na wale ambao mmesikiza kipindi ambao mmejifunza kipindi cha kutoka kwenye inbox yake, mnajua kuna makundi matatu ambao mwanamke atakuweka. Kuna kundi la husband material, kuna kundi la friend zone, kuna kundi la muuni wake. Yule jamaa alipigwa friend zone, kwa anatumiwa miaka miwili yote anakunyonya yeye. Kwa sababu huwezi kuona. Kwa nini? Kwa sababu unafikiria ngono tu. Kwenye maisha yako unajua ngono ndio kila kitu ambacho yeye anakileta kwenye maisha yako wewe, lakini ukaona ukweli huu uonge kwa usubiri. Mwanamke yote ambaye unamtongoza wewe, zimepita siku 2, huyo tayari ushaachana naye, unasonga mbele kwa sababu upotezi muda, no time. Kwa hiyo ndo akili ambayo umekuwa unafundishwa wewe mbugani, kwamba utumie pesa. Na ndio maana unasikia matajiri wanasema bwana, yaani wanawake waeleweki, wanawake waliziki, yaani wanawake sijui hapo vipi, yaani mimi nimemnunulia gari, alafu kuna mwanaume mwingine amefika pale sheli, amemwekea mafuta, ameondoka naye, yaani mimi nimemfungulia duka, lakini anakuja kusaliti na mteja. Yaani mwanamke mimi nimemfungulia biashara, lakini yule customers, wale investors ndio ambao wamekuja wamemchukua. Yaani wanawake sijui hapo vipi, sijui wanataka nini, yaani hatujui wanataka nini. Yaani wanawake kwanza wana tamaa, yaani wanawake sijui hapo vipi. Sio hapo vipi. Ni ujui asili yao, ujui jinsi ya kuishi nao, Ndio unaona ukiangalia ndoa nyingi za matajiri, unasikiza wanaachwa. Tajiri moja mkubwa sana, mwanamke akasema haya mahusiano hapo board bla bla. Ile board ina maana yake kubwa sana. Mahusiano hapo board, yani mwanaume mwema, mwanaume hivi, atakutafutia sababu yoyote muda ambao anataka kuacha. Sasa ukisoma kitabu cha Sio Fumbo utaelewa. Unataka kutoka wanafanya nini kwenye mahusiano, na utakutana nao mengi ambao walikufanyia wewe mara baada ya kukutumia wewe. Sasa mwanamke anaweza akaja kwenye mahusiano kwa ajili ya kukutumia tu, anaona wewe unafaa kwenye matumizi somewhere, lakini atataka hata kuna muda akaingia mpaka kwenye ndoa, lakini lengo sio ndoa, lengo ni ya kutumia wewe. Alafu akishaingia kwenye ndoa anajua anatoka vipi, lakini wewe ukajua anaingia ni kwenye ndoa ni amekupenda kweli, utajuaje? Una maarifa? Unapima vipi? Sababu umechagua kwenda gizani, sio okay. Kwa hiyo ndo akili ya jamii ambayo inawashauri wanaume kuhusu namna ya kuishi na wanawake, ndipo watapata matokeo mazuri. Kwa hiyo jamii imewaahidi matokeo mazuri wanaume wengi. Bwana, mwanamke wako kama anakuzalau fanya hivi, kama amekusaliti fanya hivi, kama ana kiburi fanya hivi, kama akusikilize fanya hivi, kama unataka kupende fanya hivi, kama unataka kusikilize fanya hivi, kama unataka kuheshimu fanya hivi. Search au mafundisho mengi ambayo nakwambia hivi sasa hivi, nenda ka search uangalie wanakufundisha nini. Nenda kajionee wewe. Unakutana na hicho kitu ninachokwambia. Bwana, ukitaka mwanamke akupende, unatakiwa unamnunulia zawadi. Unajua siku moja unamsikiliza, unabidi unafanya hivi. Utakutana na mafundisho ambayo yanakufundisha wewe kuwa mtumwa, uwe ng'ombe. Mfundisho wewe kuwa mtawala, kuwa king, kuwa baba, kuwa kichwa, kama hapa ndani ya Sauti ya Mzee Sonelo. Kwa search hivyo vitu vya habari ambavyo nimekwambia. Nenda pale kwenye Google search au nenda pale kwenye YouTube, nenda kwenye content za aina yoyote, utakutana na kufundisha ubwege ambao ndio akili ya jamii. Inakwambia ili upate matokeo mazuri, ili upate heshima, ili upate mvuto, ili upate amani, ili upate utiifu, ili asikusaliti wewe mpe zawadi sana, ili asikusaliti wewe mpe pesa sana, ili asikusaliti wewe mpe muda sana, ili asikusaliti wewe. Unafundishwa mambo ambayo yanakufanya ndo akusaliti. Ndio maana umekuwa unafanya kila siku lakini bado anakusaliti. Umekuwa unafanya kila siku lakini bado anakuheshimu, kwa sababu unafundishwa mambo ambayo ndio yanayosababisha asikuheshimu. Unafundishwa mambo ambayo ndio yanasababisha akuzalau. Unafundishwa mambo ambayo ndio yanasababisha majanga zaidi. Kwa hiyo ni wewe umekuwa kama ni mwanaume ambaye upo katikati ya nyumba, na pembeni kuna nyumba, kushoto kuna nyumba, kulia kuna nyumba, na huko kuna nyumba, na zile nyumba zinavujisha maji, na nyumba yako wewe umeweka uzio. Kwa unafundishwa bwana, haya maji hawezi kuingia ndani yako, wewe toboa tu hapa, toboa tu fence yako kidogo, angalau huko kuna hewa inapita, angalau huko kuna, wanakuahidi matokeo mazuri. Kwa unakuona toboa tu, unatoboa, kumbe unatoboa unaingiza maji ndani yako. Kwa mwisho wa siku yale maji yanakuja yanatoka kwa majirani yote, yanajaa kwa wewe pia. Kwa mfano wa lugha ya picha, unabidi uelewe hilo. Kwa hiyo umekuwa unafundishwa mambo ambayo yanasababisha majanga zaidi. Ndio maana kila siku unaachwa vile vile,
unaumizwa vile vile, unakosa matokeo vile vile, unazalauliwa vile vile, usikilizwe vile vile, drama ni zile zile, matokeo ni yale yale, kila siku unakutana mambo yale yale, lakini hujui wapi unakosea. Mwisho wa siku unaweza kuona kama umelaaniwa, mwisho wa siku unaona kama una bahati, mwisho wa siku unaweza kusema mahusiano bwana, yule pale mwingine akasema bwana, mahusiano hiyo bwege, bwana mahusiano ujue hayana mtaalamu. Mahusiano hayana mtaalamu bwana. Mahusiano bwana hayana mtu mwenyewe. Mahusiano yapo tu yanaweza kuendea vizuri ama sikuendea vizuri. Nilikuwa namaanisha hili. Kwa kama hayana mtaalamu, maana yake hataki kujifunza, anakataa uwajibikaji. Na mabwege wengi wanakataa uwajibikaji. Kwa nakataa uwajibikaji, usije kwenda darasa la wanaume watawala kwa sababu nitakufukuza. Usije kwenda darasa hilo. Unataka wanaume ambao wanakubali kuwajibishwa, wanakubali kuwajibika ili wabadilike, ili wakaleta ukombozi kwenye familia zao, kwenye mahusiano yao, kwenye ndoa zao. Kwa hiyo chunguza sana kwenye jamii, kwenye content, kwenye media, kwenye mitandao ya kijamii. Chunguza sana, utasikia. Utafuta pesa tu ndio dawa ya hawa viumbe. Tafuta pesa, utasikia hichi. Jamii imeweka akili ya pesa, jamii imeweka akili ya mali, na jamii imeweka akili ya vitu vya nje, ndivyo vinavyomnasa mwanamke, kuifukia mbali asili yake. Hivi vyote vinafukia asili ya mwanamke. Niliuliza maswali wale, sawa, mnasema hivi, asili ya mwanamke mnaijua? Asili ya mwanamke mimi sijui bwana. Asili ya mwanaume sije nikadanganya, lakini mimi sijui pia. Yaani man, wewe ni mwanaume, ujue asili yako ipo vipi. Asili yake maana yake nini? Ujue unafanyaje kazi, ujue unatenda vipi, ujue unawaza vipi, ujue nguvu yako ni nipi, ujue udhaifu wako ni upi. Hiyo ndo asili. Mfungu wake ipo hapo. Asili na kuonyesha udhaifu na nguvu yako wewe. Sasa kama ujui unaishiishi, inamaanisha nini? Okay, asili ya mwanamke sijui. Alafu pia ujue asili ya mwanamke, alafu unasema mahusiano yapo vipi? Mahusiano yanakuja vipi? Unategemea miujiza. Maana yake hii ndio tafsiri. Tegemea miujiza, ategemea bahati. Kwa jamii haisemi kuhusu asili ya mwanamke. Wewe chunguza, tafuta. Hata mitandaoni asili ya mwanamke utakutana masomo mengi sana ambayo yanazungumzia saikolojia katika namna ambayo sio asili halisi ya mwanamke. Alafu rudi kasikilize somo la Huyu ni Mwanamke ambalo lipo hapa YouTube, ambayo kuna cover ya mwanamke mweusi imeandikwa pale asili ya mwanamke. YouTube thumbnail imeandika akili ya mwanamke, imeandika asili ya mwanamke. Ingia kwenye playlist uone, usikilize ile somo na vipindi vitano. Weka vipindi vitano, japokuwa asili yake ni ndefu sana. Niliwaambia hilo. Nataka kujifunza kwa kina, njoo darasani. Ila ipo pale ambayo itakufunulia uelewe wanawake wanataka nini. Wanataka nini? Wanataka mwanaume wa aina gani? Imefunua pale. Kwa hiyo jukumu lako ni wewe kwenda kusoma, ujifunze, upate maarifa haya, upate hekima hii, upate mwongozo huu, upate uelewa wa kina huu. Upate uelewa huu. Kwa jamii inakwambia mambo mengi sana. Wasikilize. Hata wale influencers, wasikilize. Wale top content creators, wale ambao na trends, wasikilize. Watakwambia wale wanao show lifestyle zao, wasikilize. Nasikia bwana mdogo, hivi vitu bwana unaviona sisi tunavimiliki. Tafuta pesa tu bwana mdogo. Tafuta pesa. Utamiliki vitu, utaishi hivi. Kwambia bwana tafuta pesa kwa ajili ya maisha yako. Ukiwa na maisha bora sana, ukiwa na mtoto wa maisha bora sana, utaishi kwa uhuru, utaishi hivi, utaishi vile. Lakini unaambiwa tafute kwa ajili ya wanawake. Motivation yako kubwa ni kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo ukizipata utawapelekea wao wanawake. Na wanawake wakizichukua watazipeleka wapi? Man, huko simalizi. Ukifikiria utakuja kugundua hela zako wanazochukua na hela wanazochukua kwa wanaume zinapelekwa wapi. Utagundua kwamba wanachezewa mchezo mkubwa sana ambao ukiujua mchezo unabidi utoke. Wewe utazame tu mabwege wakiwa wanachezewa huo mchezo, ila kwako wewe iwe mwisho. Kwa hiyo wahanga wakubwa ni wanaume. Wahanga wakubwa ni wanaume mpaka wamefikia hatua kusema kwamba wanawake hawaeleweki, kukubali kuishi nao hivyo walivyo. Kwa wanaume wengi wamefika kwenye hatua kwamba bwana wanawake hawaeleweki bwana. Yaani ukijifanya mjuaji sana wewe utafeli. Wanawake hawaeleweki.
Kuna wengine wanakuambia bwana, unajua wasomi bwana, maengineer, mahusiano yanawasumbua sana kwa sababu mahusiano hataki akili sana, mahusiano hataki usirias sana, mahusiano hataki umakini sana. Nataka ujifanye mjinga, ujifanye farafara tu siku moja. Lakini sio asili ya mwanamke. Sio asili ya mwanamke. Sio asili ya mwanamke. Kwa wanaume wengi wamekubali, haieleweki. Kwa nini? Wanashuhudia maskini anaachwa na umaskini wake, tajiri naye anaachwa na utajiri wake. Huyu mtu ambaye yupo katikati naye anajikwamua naye bado anaachwa. Kwa hiyo wabaki wa mkutano wanashangaa, vipi? Bwana mmoja bwana niliomba nimnunulie iPhone, nikishindwa kumnunulia iPhone akaniacha. Wewe mkwacha kwa sababu ya iPhone? Mimi mbona kwangu nilimnunulia iPhone ile ambayo nilikwambia mkwacha. Kwa hiyo wewe mkwacha kwa nini kama ulimnunulia iPhone? Bwana unajua mimi nilimnunulia iPhone lakini bado akaniacha. Alikwacha kwa nini? Bwana unajua nilimnunulia iPhone, ngaja kushangaa kuna mtu mwingine anamtumia picha zake kuna iPhone ile, anawasiliana kwa ile iPhone lakini ameachana naye, anamsaliti naye. Sasa yule ni nani? Itakuwa vipi? Mwingine tena, unajua bwana mimi ni jitahidi sikununulia iPhone, jitahidi nimnunulia hata Samsung, jitahidi nimnunulia tu hata simu fulani tu ya kawaida ambayo akiitumia hii Google Pixel, akiitumia basi itakuwa angalau vizuri basi katika namna hiyo, lakini bado akaniacha. Sasa kama alikuacha na ulimpa hicho na huyu tena akampa wewe chikawacha na mimi ambaye sikumpa na bado akaniacha. Kwa hiyo sasa kwa hiyo anaeleweka anataka nini? Na ule jamaa yule bwege aliniuliza swali. Sasa wanawake wanataka nini kwenye mahusiano? Uliza hili swali. Sababu naye ajui wanawake wanataka nini. Mimi nikamjibu kwa hekima ya juu ili nimwache pale pale. Kama inabidi uelewe asili ya mwanamke. Inabidi uelewe asili. Kwa sababu hawakupendi wewe vile ulivyo, bali vile ambavyo utawafanya wajisikie. Ndio ndivyo watakupenda. Na bwege akasikia, ukifanya jisikie ndio inabidi umfurahishe, ndio utumwa ukaja pale kwa sababu upo kwenye akili ya kitumwa. Anaamini ili ajisikie vizuri basi inabidi amfurahishe. Kubaki tunasikitika. Sikusema mengi, ambaye wasikiza. Ukitaka uelewe kwa kina, enda YouTube jifunze. Tuzungumza kwa kina hapa. Kwa sababu hamwezi kunielewa kwenye akili zenu hizi za kipumbavu. Hamwezi kunielewa. Kwa nikawaacha hapo wabaki na mtazamo wanaojua wao. Ila inasikitisha sana. Vijana wadogo inasikitisha sana wanasafa kwenye mahusiano. Watu wengi wanateseka sana kwenye mahusiano. Watu wengi hawana amani kwenye mahusiano. Watu wengi hawafurahii mahusiano. Watu wengi sana. Hali ambayo inasikitisha kwa sababu kizazi kinachokuja man. Ni hatari. Kwa hiyo wanga wakubwa ndio wao. Lakini akili ya Mwenyezi Mungu ambayo amemtaka mwanaume kuitambua, kuishikilia wakati wa kuishi na mwanamke, wakati wa kuishi na mwanamke wake, ndipo ataweza kupata wema, ndipo ataweza kupata upendo, ndipo ataweza kupata utulivu, ndipo ataweza kupata uaminifu. Hiyo akili hawaishikilii wanaume, hawafundishwi. Na ndio msingi wa hili somo, kukuletea akili ambayo wewe mwanaume unatakiwa kuwa nayo, akili ambayo wewe ujue namna ya kuishi na mwanamke kwa akili. Sasa ile akili namna ya kuishi naye inataka akili. Sasa ile akili ambayo inatakiwa ile ya katikati. So mwambie ishi naye kwa akili. Akili ipi? Je, akili 1+1, akili ya 10×5, akili ya 7×2? Akili ipi? Sasa ile akili ile ndo ndani ya hili somo na kujifunza akili ambayo unatakiwa uwe nayo wewe, akili ambayo unatakiwa uifahamu wewe, akili ambayo unatakiwa utembee nayo wewe ili ukapate wema wa mwanamke, ili ukapate upendo wa mwanamke, ili ukapate utulivu wa mwanamke, ili ukapate heshima kwa mwanamke na ukafurahia mahusiano. Kwa sababu lengo kubwa la kuingia kwenye mahusiano ili tufurahi. Hamna mtu anaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya mahuzuni, ili apate stress, ili apate msongo wa mawazo. No, anaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kufurahia mahusiano, kwa ajili ya kuenjoy mahusiano. Huo ndio msingi. Hata mwalimu wako hapa anaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kuenjoy mahusiano, sio kwa ajili ya drama tu za kipumbavu. No, kwa ajili ya kuenjoy mahusiano. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima ukisimamie, lazima ukijue, lazima ukielewe. Wewe mtawala, lazima ukielewe. Kwa Mzee Sona anasema nini kipo ndani ya somo hili refu? Nini kipo ndani ya somo hili refu sana, lenye kukufungua, lenye kukufungulia na kukufungua ukweli, na kukufungulia ukweli
wa akili ambayo inatakiwa kwenye maisha ya kimahusiano na mwanamke wako, akili ambayo inatakiwa kwenye maisha yako wewe, kwenye maisha ya mahusiano, kwenye maisha ya mahusiano kati yako wewe na mwanamke ukiwa unaishi nao. Akili ambayo inatakiwa ndiyo ambayo unataka kujifunza ndani ya somo hili. Ngoja kipindi cha pili, ingia kipindi cha tatu, ingia kipindi cha 4, ingia kipindi cha 5, ingia kipindi cha 6, ingia kipindi cha 7, ingia kipindi cha 8, ingia kipindi cha 9, ingia kipindi cha 10. Tutaendelea kuchimba madini mpaka tupate akili yenyewe yote ambayo ni lazima kila mwanaume haifahamu, ili akaboreshe mahusiano, ili akaboreshe ndoa, ili akajenge familia imara. Kama unataka uje kuwa baba, lazima uweze kuwa unaheshimika na mama. Ukiheshimika na mama, watoto kuheshimu. Chunguza familia ambazo baba heshimiki, uone kama watoto wamheshimu baba. Wanamchukulia kama kijana wao tu, wanamchukulia kama mwenzao tu, ila wanamheshimu sana mama, wanamwogopa sana mama kuliko baba. Chunguza kwa hizo familia, utaona hicho kitu. Watoto wanachekacheka ovyo, wanamtania baba yao. Kwa nini? Kwa sababu ya msingi wa akili ambao wanaitumia ni akili ya jamii. Kwa hiyo akili ambayo muumba wako wewe amekutaka uweze kuitumia na kuwa nayo ni ile yenye kufuata misingi na kanuni za ulimwengu huu. Inabidi ujue ulimwengu una misingi. Hii dunia ambayo tunaishi ina kanuni. Hii dunia ambayo tunaishi ina taratibu zake ambazo zipo za asili, jinsi ya kuenenda mambo, jinsi ya kuendesha mambo. Mfano jua linavyowaka. Jua liwaki kwa bahati mbaya. Kwa nini jua leo, kwa nini jua kesho lisiwake saa 7 mchana? Au jua kwa nini lisizime saa 7 mchana? Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kimewekwa kwa kanuni. Kila kitu kimewekwa kwa kanuni. Kwa nini mvua zisinyeshe mwaka mzima kila siku? Kwa nini? Kwa nini mazao tukipanda leo yanakaa miezi kadhaa? Kwa nini tusipande leo, kesho tumkuta amekota tunavuna? Kwa nini? Lazima ujiulize haya maswali. Hivi kwa nini mtoto anakaa miezi 9 tumboni? Kwa nini asikae miezi 10? Kwa nini asikae mwaka? Kwa nini asikae miaka 2 tumboni? Kwa nini? Lazima ujiulize haya maswali. Ukiwa na uwezo wa kujiuliza maswali, ndipo ambapo utakuja kuelewa kwamba wewe kuna vitu ambavyo unabidi vifuate ili upate matokeo. Lazima ufuate kanuni ambazo zipo kwenye ulimwengu. Lazima ufuate. Lazima ufuate kanuni za ulimwengu huu, kanuni za mamlaka, kanuni za utawala. Lazima ufuate kanuni hiyo. Utawala mbele ya bosi wako, utawala mbele ya wafanyakazi wako, vile bosi na wafanyakazi, bosi anavyowatawala na mamlaka alionayo mbele ya wafanyakazi, ndivyo ilivyo kanuni zile zinavyofanya kazi kwenye mahusiano. Ndivyo ulimwengu huu ulivyofumwa na kutengenezwa kusapoti asili. Kwa wewe ambaye uifahamu asili ya mwanadamu, asili ya ulimwengu, asili ya wanawake, asili ya ndoa, asili ya hiki, asili ya kile, asili ya hiki, asili ya hiki, asili. Wewe ufahamu tu, unaishiishi. Unaamini bwana hivi vitu vilitokea bwana hivi vitu wewe ufahamu vyanzo vya, ujui mwanzo, kwa sababu kwa ulimwengu kuna mwanzo na mwisho. Kuna jua na giza, kuna mchana na usiku. Kama hauna huu msingi wa asili wa kuchunguza asili ya mambo, na asili yenyewe unabidi upate maarifa sahihi, kwa sababu kuna maarifa mengi ambayo sio sahihi. Utadanganywa, utapotezwa, utajazwa uongo ambao ule uongo bado hautakukomboa wewe kifikra. Utakomboa wewe. Kwa hiyo lazima utafuta ukutane na maarifa sahihi. Mshukuru Mungu wako kwa kukutanisha na sauti ya Mzee Sonelo, kwa sababu ni sehemu ya maarifa sahihi. Ni kituo kikuu cha maarifa ya kimahusiano, ambayo ni maarifa ambayo ukiyafuata, unavyoyasikiliza, unaona kabisa hapa ni kitu kinachoongelewa ni cha tofauti, ni kitu ambacho kina matokeo kweli, ni kitu ambacho kinamaanisha kweli, kwa sababu kwenye akili yako wewe una uwezo wa kureason. Kwa mwanaume una uwezo wa kureason. Unavyonisikiliza mimi unachambua, hichi kitu kweli, hichi kitu kweli, hichi kitu kweli, hichi kama kinaenda hichi, mbona kama sijakielewa vizuri, hichi kama kimekaa hivi.
una uwezo huo wa kuona ukweli wa taarifa, lakini kwa sababu umefundishwa ubwege unapuuzia. Umekuwa na kandamizo, bwana, unajua kwenye mahusiano haitakiwi una akili sana, haitakiwi uwe hivi, haitakiwi wewe uwe unapuuzia, uwe tu mjinga, wewe ukubali tu. Kwa maana uko na feli. Kila kwenye akili yako wewe ulikuwa unajua ukweli ni upi, ulikuwa unajua kwamba wewe ni mtawala, ulikuwa unajua wewe ni mwanaume, ulikuwa unajua utakiwa kufanya hivyo vitu, ulikuwa utakiwa kujinyenyekeza, ulikuwa unajua utakiwa kumfukuzia, unajua ulikuwa utakiwa kulalamika, ulikuwa utakiwa kuomba, utakiwa kufanya hiki, utakiwa kuonyesha udhaifu, lakini ulikuwa unaonyesha ukiamini utapendwa sababu uliahidiwa hilo. Ila matokeo leo unakutana nayo ni mabaya. Mabaya ndio upo hapa. Kwa hiyo akili yenyewe ni ile ambayo inaenda kudumisha, inaenda kuendeleza wanaume wako na mamlaka yako, kama ilivyo mfano wa muumba wetu kutuumba kwa mfano wake, basi tutaenda kwa mfano wake. Akili yenyewe ni akili ambayo inaenda kukuonyesha wewe namna ya kufanya, inaenda kudumisha matokeo imara, inaenda kudumisha mamlaka yako na wanaume wako mbele ya mwanamke, mbele za wanawake, kama ilivyo muumba wetu sisi alivyotuumba kwa mfano wake. Inamaanisha nini? Sisi tunatenda kwa mfano wake, tunafanya kwa mfano wake, tunamwakilisha kwa mfano wake, tunafikiri kwa mfano wake, tunawaza kwa mfano wake. Ndivyo ambavyo tumeumbwa. Kwa hiyo na katika namna hii wewe pia, haya maarifa, hii akili yenyewe itakufanya ukasimame kwenye msingi wa wanaume wa kujenga mahusiano. Ukiona unapewa akili ambayo ni wazi, haitendi kazi wala haikupi njia ambazo muumba wako anakutaka upite, ujue hiyo ama hizo sio akili za kuzifuata. Lazima kwanza unabidi umjue muumba wako wewe, halafu ujue akili ambazo unapewa mbugani. Je, hizi akili ndizo ambazo zilimaanishwa? Sasa mimi nimeumbwa kwa mfano. Kama nimeumbwa kwa mfano, nimeumbwa kwa ukuu, nimeumbwa kwa mamlaka. Sasa kama nimeumbwa kwa mamlaka, kwa nini naambiwa nishuke chini ya mamlaka? Na kati nimeambiwa huyu msaidizi. Maana msaidizi maana yake nini? Kama mimi ni boss na mfanyakazi, kwa maana mimi ni boss, mwisho wa siku mimi nimfanye mfanyakazi awe boss na mimi niwe mfanyakazi. Ndio maanisha hichi. Je, kinaingia kilini? Mfanyakazi inabidi yeye ndio yeye anasimamia kazi mimi, mimi nimsimamie kazi yeye. Mfanyakazi anatakiwa kuniongoza mimi, mimi ndio nimuongoze yeye. Mfanyakazi anatakiwa kuniamulia mimi, mimi nimwamulie yeye. Huo ndio uhalisia ulivyo. Unafundishwa hivyo kwamba mwanamke wako aje kuongoze wewe, akuamulie wewe, akupangilie wewe, akusimamie wewe. Akusimamie muda wa kula, akusimamie muda wa kulala, akusimamie muda wa kurudi kazini, akusimamie muda wa hivi. Kuna jambo moja sasa, bwana, wewe unaambia mwenzio, unaambia bwana, sikiza, kesho tunaenda sehemu fulani, nakuaje? Bwana, unajua ngoja kesho sina hakika kama tutaenda, ngoja nimwombe wife ruhusa, unajua maana unajua tatu tukiwa bwana, ngoja tuage bwana nyumbani. Ule ni ufala sana. Yaani muoa mwanamke na bado unamwomba ruhusa kwamba kesho mimi sitarudi nyumbani, unajua naenda somewhere na hivi. Na umemuoa. Kuna mambo mengine yanachekesha sana na anasikitisha mno. Mwanamke lazima akudharau wewe, nipe sababu za kukuheshimu, kwa sababu unamtukuza sana. Na vitu vingine ambavyo unakufanya vina manufaa kweli, alafu naenda kuomba ruhusa, bwana, ngoja niage, unajua nikichelewa nyumbani leo bwana, hichi kikao tukiisha tukifanya tu wakati mwingine, maana mke wangu ataanza kulalamika, mke wangu mimi atanuna, mke wangu mimi atafanya hivi. Yani wewe unaacha pesa, unaacha deals, unaacha kujenga mahusiano na watu, unaacha kujenga mahusiano na jamii, unaacha kujenga mahusiano na misingi ya kibusiness. Unahofia kumkela mwanamke wako. Wewe ujue ni fala. Na ndoa nyingi zinakufa kwa sababu hii. Wanaume wengi hawajui kwamba wanawake wanawaheshimu wanaume na sio wavulana. Kwa hiyo wanaita uvulana hali ambao wanapoteza mvuto. Wale ambao wanapoteza mvuto, wanaume wengi wanapoteza mvuto ndani ya ndoa. Inabidi ujichunguze wewe upo vipi. Kwa
Kwa hiyo utabidi uangalie akili zinaenda vipi. Zinaenda kwenye ukuu wako wewe au zinaingiza kwenye kutumwa? Kama inakuingiza kwenye utumwa, hiyo akili utakiwi kuibeba. Akili yote ambayo inakuingiza utumwani utakiwi kuibeba. Akili yote ambayo inakuingiza utumwani utakiwi kuibeba. Ambayo inakwambia bwana, umtumikie mwanamke, unabidi umpe zawadi, unabidi ufanye. Hiyo akili piga chini. Achana nayo. Hiyo akili achana nayo. Akili ni nini? Yesu anasema, akili ni nini? Hilo ni swali makuuliza. Na tunaulizwa hapa. Na mimi nawafikishia ninyi, akili ni nini? Yesu anasema, akili ni msingi mzima wa uchanganuzi, ni msingi mzima wa mtazamo kwa kuwaza, ni msingi mzima wa kufikiri, ni msingi mzima wa kuchanganua. Kitu chochote lazima kipite kwenye msingi wa mtazamo, uchanganuzi, udadisi, ugunduzi pamoja na kila kitu kufikia lengo kuu. Kwa ukiambia ishi naye kwa akili, Mwenyezi Mungu alimaanisha hivi kwamba nataka uwe na mtazamo kwanza. Mtazamo kuelewa asili ni nini. Uwe na aiba ya uchunguzi. Uchunguze mambo, usikubali tu kufanya maamuzi, ukubali tu kusikiliza, usikubali tu kupelekeshwa kwamba bwana, unajua wewe unatakiwa ununue kitabu labda. Uchunguze, kwa nini ninunue kitabu? Hivi ni kweli natakiwa kununua kitabu? Hivi kweli natakiwa kujifunza hii hekima? Kwa nini? Ila kweli nikiangalia bwana, unajua wanawake wameniumiza sana. Unajua nikichanganua, nikichunguza maisha yangu yalivyokuwa nyuma, nimekosa matokeo kweli. Nimelipia sana vitabu vingine, nimesoma sana, nimejifunza sana, lakini hamna matokeo. Ngoja ninunue hapa kwa sababu naona kuna madini, naona nikichunguza, naona kuna ukweli, naona nikichunguza, naona kuna uwazi. Why not nisilipie? Unaingia mfukoni, unatuma pesa, unapata kitabu. Ndivyo ilivyo. Kwa alikwambia ishi naye kwa akili, haikumaanisha uendeende kama jinga. Wewe ulimaanisha utakiwa uwe na mfumo mzima wa maamuzi, mfumo mzima wa utambuzi, wa kuchunguza. Kwa unavyotakiwa kuishi na mwanamke, lazima uchunguze tabia zake, lazima umtazame ishara zake, lazima uone nyendo zake, ili ujue namna ya kuishi naye, ili ujue unasimama vipi, ili ujue unaongea vipi. Lazima ujue, kwa sababu wanawake wanaongea katika mfumo wa majaribu, wanaongea katika mfumo wa test. Ndani ya kitabu cha Ukike na Hisia nimeeleza kwa kina sana testi ambazo wanajaribiwa wanaume wengi, ambazo wananaswa, wanafeli. Wanaamini wanawake bwana wote wanapenda pesa, wanawake wote wanataka pesa. No, sio. Mke anaweza kuambia sina bando. Utafanyaje? Hiyo ni testi. Wanaume hawajui hili, wanaamini kila kitu ambacho wanafanyiwa ni uhalisia. No, mwanamke anaweza kaongea uhalisia, wachache sana. Tena wale wakoloni ndio wanaongea uhalisia, ila walio wengi hata wakoloni pia wanaongea uhalisia, ila bado ni testi. Bado ni test. Kwa wanaongea, nime bando, sina bando, utasema vipi? Amekwambia kitu kama hicho, utaji vipi hiyo test? Mimi sina nauli, nataka kuja lakini nauli sina nguo ya kuvaa. Utasema vipi? Hizo ni test. Anataka ajaribu thamani yake, anataka ajaribu uamuzi wako, anataka ajaribu ukomavu wako. Wewe unatambua michezo, unatambua games, you are matured enough. Wewe ni mtawala, wewe umekomaa. Kwa sikiliza, umesema hauna nini? Hauna nguo. Okay, sawa. Siku ambayo utakuwa mpata hizo nguo ndio siku ambayo utakuja. Kwa hiyo haina problem, mimi sina tatizo. Uona wakati mwema. Unajua mimi nataka kuja lakini nauli sina, bla bla. Wewe nauli unayo. Na nisema tuonane Jumamosi. Kwa hiyo kama nauli hauna, basi mimi na wewe sahau kuhusu kuonana. Jumamosi ikishindikana, it's okay. Mahusiano yetu yataishia kwenye mtandao tu hapa. Yataishia kwenye simu tu. Ndo inabidi uongee hivyo, uongee uamuzi wa mwisho, afu uone kama nauli hana, afu uone kama kweli nguo hana. Ila kwa sababu wewe ukiambiwa hivyo unafikia moja kwa moja kwenye pesa. Nakwambia, unajua mimi nataka kuja, unaniambia nije, lakini mimi sijasuka, mimi natembeaje na manywele kama haya, bla bla bla. Amekwambia hiyo, utasemaje? Hiyo ni test. Ndio nakwambia ishi naye kwa akili. Inamaanisha ni ufahamu michezo, ufahamu drama, ufahamu tabia zao, uwafahamu wao, ili ujue unasimama vipi. Anakwambia ana hela kusuka, anakwambia naomba hela kusuka, unamwambia vipi? Hiyo ni test. Unaijibu vipi ili mwanamke akuheshimu, ili abakie kuvutiwa na wewe, ili asikuache, ili mbakie kwenye mahusiano? Hata kuacha, you don't care.
Mtaalamu anamwambia hivi, bwana, mimi sina hela kusuka, na nitumie hela kusuka nisuke ndio ndipo nije bla bla bla. Okay. Unasuka shingapi? Mimi bwana nasuka 30,000 na nasuka 100,000, mimi nasuka 500,000. Wengine bwana mimi nasuka milioni. Kuna mademo wanasuka mpaka milioni. Unajua mpaka niweke zile ambazo zimebana bana nywele za kubandika hivi na hivi, 1,500,000. Yeah. Okay. Ipo sababu za mimi kukupa 1,500,000. Kwa nini mimi nikupe 1,500,000 wewe ya kusuka? Kwa nini? Muulize hilo swali. Umuonyeshe wazi. Nasikia mengi. Na kuna namna ya kujibu, na kuna namna ya kuendelea, kuna majibu mengi. Sikalili. Sikiliza. Hilo swala kusuka na swala kuonana vihusiani. Kwa hiyo utajua namna ya kufanya. Ila Jumatatu nataka uwe geto. Chamaliza. Shafunga mjadala. Hapo ndo kipimo cha kumweka mwanamke kwamba anavutiwa na wewe ama havutiwi na wewe. Kama anavutiwa na wewe atakuja. Sababu anaweza kavaa kilemba, anaweza kasuka twende kilioni, anaweza kafanya hivi, anaweza kavaa wigi, anaweza kavaa vile. Lakini hizo ni test. Anataka apime kwamba wewe ni bwege ama sio. Anataka apime anakuweka kwenye kundi gani tangu siku ya kwanza, tangu mwanzoni. Ndio maana wanaume wanalalamika, wanawake bwana tunawatongoza sana, lakini siku ya kwanza tu wanakomba vocha. Sio wanakomba vocha, anataka ajue unakaa kundi gani. Nimefundua ndani ya kitabu, ndani ya masomo na ndani ya vitabu pia. Kuna somo ambalo lipo hapa nimefunua kwa kina. Toka kwenye inbox yake. Fuatilia mfululizo ule pale. Meeleza makundi 3. Kundi la boyfriend, kundi la husband material, na kundi la mtawala wake. Kwa hiyo ataita testi makusudi ili akutikise, aone thamani yake. Na aone wewe thamani yako. Na aone wewe unajitambua ama hujitambui. Hapo ndipo ambapo utaongoza mvuto ama utaua mvuto. Kwa siku ya kwanza kama umevutiwa nawe kweli, una six pack, unaonekana vizuri, una maisha mazuri, lakini ile test yake tu ya kwamba sina bando, luku imekatika, bla bla bla. Unajibu vipi? Unasema nini? Je, unalalamika? Je, unamtumia kama anavyotaka yeye? Ama unamjibu kitawala? Kumwonyesha bwana, hiyo ni test ya kifala ananiletea mimi. Kwa bwana mume katika saizi, unajua tena ni mchezo ambao wanaongea sana wanawake wengi. Unajua wale wanaokaa kwenye apartment na wanakaa wapi wale, unasikia vitu kama hivi. Ujue luku imekatika, basi send me hata token, vitu kama hivyo bla 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 nani. Okay. Wewe mume unanoga shingapi? Mimi huaga nanunua kiasi bla bla bla. Wewe matumizi yako mume kwa siku ni shingapi? Bla 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 bla. Mimi kwa siku bwana itatumia uniti 3. Unanoga mume uniti ngapi? Naga uniti 10. Okay sawa. 10 gawa kwa 3 ni ngapi? Unabidi ufikishe kuna uhalisia. 10 gawa kwa 3 ni ngapi? Lazima umrudishe kwenye uhalisia. Okay, tapata uniti kama 4 point kadhaa. Okay sawa, sawa. Hizo hapo kwa siku inabidi tumike hivi na hivi. Kwa hiyo wewe inamaanisha ulikuwa hujui kwamba umeme unakatika lini? Kwa sababu ukiweka luku unajua kabisa umeme unaisha muda fulani. Kwa sababu ni mahesabu, ni namba. Kwa kama ulikuwa hujui, inabidi wewe ni uzembe wako wewe. Sasa next time, huu uzembe wako wewe ukufundishe ili kesho uweke umeme ambao utatosha mpaka kesho asubuhi. Kwambia kwa nusu niko kwenye simu, nasikia unajua kwenye simu hapa sina hela na saa hizi 7 saa hizi usiku na mama maduka aliyofungwa. Kwa hiyo hivi na hivi na kuna mbu hapa na kuna joto bla bla, nisaidie bla bla. Mwambia sikiliza, wewe uzembe wako wewe utakufundisha adabu. Ili wewe unaweka vitu, wewe unaishi kwa kanuni, unaishi kwa nidhamu, unaishi kwa mpangilio. Unamwambia hivyo mwanamke wako. Atagundua kweli yupo na kiongozi. Kama mwanamke mwema, amen, atakuheshimu sana. Ila kama ni muovu, ni mkoloni ambaye anawinda pesa yako, ambaye alicheza games, ulipe token, hizo token yeye azinunulie, alinunulie, anachukua zile token anaenda kuziuza. Kwa wapangaji wenzie, kama nyumba ni moja wanatumia mita 1, ataziuza. Kwa hiyo unabidi uwe na akili hii ya kuchanganua. Ndio kwamba ishi naye kwa akili. Sio ishi naye kwa akili kama bahati mbaya kwenda tu kama kipofu, no. Uelewe mambo jinsi yalivyo. Ndio kwamba kusoma kitabu cha Ukike na Hisia utajifunza testi nyingi sana. Nimegusa testi kadhaa hapa, tutoke, ila testi zipo nyingi sana ambazo zinawasumbua wanaume na kuaminisha kwamba wanawake wanapenda pesa.
Maki tangu siku ya kwanza mimi nawasiliana naye, tangu siku ya kwanza mimi namtongoza, tangu siku ya kwanza tu anaomba bando, anaomba hiki. Unajua namna kuvunja hizo test. Lazima ujue namna kuvunja hizo test. Sababu wanawake pia wanazitumia hizo test kwa chuja wanaume. Naona kabisa ulivyokuja wavutiwi na wewe, unakuwa kama kelo tu kwake. Nafanyaje? Bila anza kuombe vitu. Maana najua tu vile vitu vitakufukuza tu. Wanafanya hivyo vitu sometimes kwa kuondoa wanaume ambao wavutiwi nao. Mke ambaye anavutiwa na wewe aleti kipengele cha aina yote. Hata testi za ajabu ajabu azileti kwako wewe. Sijui sina vocha, sijui sina hiki, sina njaa, sijui azileti hizo testi. Sababu anajua zinaweza kukufanya wewe uondoke. Kwa hawezi fanya hivyo vitu. Ila wanafanyia wale wanaume ambao ni mafala, wanaume ambao ni wapumbavu, wanaume ambao ni mabwege. Wanaofanyiwa hii michezo, my blast. Wanaofanyiwa michezo. Kwa hiyo lazima ujue hili. Ili ukajenge mahusiano imara. Kwa kusimama kwenye akili yako wewe, uielewe akili yenyewe. Uelewe akili yenyewe. Ndio Sono anasema unatakiwa kutambua umeambiwa utumie akili. Maana yake uwe na uwezo wa kuchanganua mambo, uwe na uwezo wa kudadavua mambo, uwe na uwezo wa kuhusianisha mambo. Kiufupi, wewe uwe na uwezo wa kutafakari na kujiuliza maswali sahihi, ndipo uweze kutatua jambo na kufumbua jambo jipya. Huo ndo ukweli. Huo ndo ukweli. Testi yoyote, maswali yoyote, changamoto zozote, lazima uwe na uwezo wa kufikiria. Huko naye ameongea hivi. Huyu mwanamke kwa nini anasema hivi? Anamaanisha nini? Okay, huyu anamaanisha hiki na hiki na hiki. Kwa sababu anamaanisha hiki na hiki, mimi najibu hivi. Akijibu hivi, najua atasema hivi na hivi na hivi, nitampeleka hapa. Alafu namfunua ukweli kwamba unaita upumbavu. Acha ujinga huo. Na kuona. Hiyo ndio watu ambao inabidi ufike. Usichati kama kipofu. Ndio maana kuna soma toka kwenye inbox yake ili uelewe dramas, uelewe michezo yao, uelewe jinsi walivyo. Ukielewa jinsi walivyo, ni kama kioo tu mbele ya macho yako. Kila kitu unaelewa wanachofanya. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi wewe kuishi nao. Itakuwa rahisi kumnyenyekeza. Itakuwa rahisi kufanya wavutiwe na wewe. Itakuwa ni rahisi kwa sababu you know everything. Sio miujiza, sio maajabu, ni kuwekeza kwenye maarifa, ni kuwa serious kujifunza. Utafika kwenye hatua ya kuelewa mpaka message anayotuma. Najua mwanamke sasa hizi yupo kwenye hisia fulani, yupo kwenye hisia za katikati, yupo kwenye hisia za juu, yupo kwenye hisia hizi. Sasa ngoja nimpandishe kwenye hisia za juu, ama ngoja nimpandishe kwenye hisia za chini, ama ngoja nimpandishe kwenye hisia hizi, ama ngoja nifanye hivi, nitoe mvuto, niongeze interest, nimfanye achati sana, nimfanye asichati, nimfanye aondoke kwenye inbox, nimfanye ang'ang'anie kwenye inbox. Kwa kuelewa vile ambavyo wana move. Message tu inakutosha. Ndio mwingine sauti yake, ndio mwingine uwepo wake, vitu vingi sana. Ndio umeambiwa ishi naye kwa akili, kwa uwe na uwezo wa kudadavua, uwe na uwezo wa kuchanganua, uwe na uwezo wa kufikiria wewe kama wewe na kujiuliza maswali sahihi. Hizo maswali sahihi, wanaume ngona jiuliza maswali sahihi kama haya hivi. Hivi kwa nini mwanamke nimpe pesa? Kwa nini naomba mimi pesa ya kula? Ana kaka, sawa, anasema ana matatizo bla bla, kazi yake imezingua bla bla. Okay, sawa, naomba mimi pesa ya kula. Ana kaka, ana ndugu, ana wazazi. Kuna wengine wanachuo, utakuta demo anachuo na kupigia simu, bwana unajua mimi sina pesa ya kula leo, hapa nje inauma bla bla. Okay, wewe ni yatima? Hapana, kwa nini unasema hivyo? Maanisha tayari jibu ushalijibu kwamba kama sio yatima, maana anajua sema ambapo pesa inapatikana ya kula. Kwa hiyo anakuja kuchezea games tu. Chezea games. Kama nimekaa sana wanawake, tena wanachuo nimekaa nao sana wengi tu. Jinsi wanavyosema, ngoja kwanza nimchukue huyu, ngoja nimchume huyu bwana pesa, ngoja anaomba pesa na tumekaa pale wa masela tumerelax. Pesa inatumwa, tena kunanunuliwa miogo, misosi, na nunuliwa hiki, tutafanya tunatumia pesa ambazo imetumiwa kwa mshikaji. Kwa hiyo kuna mengi yanaendelea sana. Mengi yanaendelea sana, my blast. Kwa lazima ujiulize maswali sahihi. Kwa nini nimtumie pesa? Kwa nini nimpe pesa? Kwa nini niendeshe mahusiano kwa pesa? Kwa nini nitafute mali kwa ajili ya wanawake? Kwa nini? Je, napata faida gani? Kujiuliza maswali sahihi ndipo ambapo unakutana na ukweli huu kwamba ishi naye kwa akili, ishi nao kwa akili. Hii ndio siri ambayo alikwambia muumba wako wewe. Kwa sababu anajua udhaifu wa mwanamke ni akili. Akili yako wewe ndio udhaifu wake yeye. Na udhaifu wako wewe ndio nguvu yake yeye. Ambako yeye nguvu yake ni hisia, ambako udhaifu wako wewe ni hisia.
Kwa mwanamke akiweza kuingiza kwenye hisia, wewe hujiwezi. Ndugu zako wataamini umelogwa, marafiki wataamini umelogwa, majirani wataamini umelogwa, lakini umezamishwa kihisia, umezamishwa kwenye emotions. Hizo ni drama ambayo kuna michezo inachezeshwa hapo, ila sio siku ya leo. Tazungumza mbele kwa wakati mwingine. Kwa hiyo kauli ya kuishi naye kwa akili, maana yake utumie ubongo kufikiria njia yenye matokeo na ufanyie kazi njia hizo, na sio kukalili na sio kumezeshwa mambo. Uwezi kufanikiwa kimezeshwa mambo kila siku. Fanya hivi ili mwanamke akupende. Fanya vipi? Wahi kurudi nyumbani. Nikiwahi kurudi nyumbani mimi kwani natoka nyumbani? Natoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kutafuta pesa, ili niwe na pesa nyingi. Okay. Niache kazi niwe nyumbani kwa ajili gani? Ili tu anipende. Jiulize maswali. Okay, sawa. Nimetoka kazini, nimepigwa na foleni, alafu pia nifanye nini? Nishuke sehemu, nichukue zawadi ambao ile zawadi ili nimpelekee mwanamke ili waje ili anipende. Meblaza. Ukija kuwa mwanaume mtawala, utakuja kugundua si hatujali kuhusu kupendwa. Yaani hilo hatufikirii. Kuhusu kupendwa, meblaza, hilo halipo. Kwa sababu sisi ndo tumeambiwa tumpende. Sisi ndo ambao tunatoa upendo. Ila jamii imegeuzia kibao. Alafu kile kibao kimegeuziwa na kwako wewe, kwamba mpende alafu mheshimu mwanamke wako. Wakati huo mwanamke yanaahidiwa kukupenda wewe, wakati yeye jukumu lake ni kukuheshimu. Alafu wewe ndio jukumu lako kumpenda yeye. Ndio Muumba wako alivyokuambia, na ndio mwongozo ulivyo. Wapendeni wanawake zenu, wake zenu. Wanawake waheshimuni wanaume zenu. Ila kwenye jamii, nenda kule ukiingia kwa mtandaoni, ingia wapi search. Ili mwanamke akupende. Utakutana na mambo mengi sana. Nini unafanya ili mwanamke akupende, sio akuheshimu. Kutana na hiyo misingi ya kwamba ili mwanamke akuheshimu. Na ili akuheshimu, na bado utakutana na masikio mengine ambayo ukiangalia ni utumwa. Unajua, piga chini au mafundisho. Mafundisho mengine yote piga chini. Amana kwambia bwana akuheshimu, lakini anakufundisha njia za kipumbavu, anakufundisha kuwa mtumwa, anakufundisha kutegemea samani kutoka kwa mwanamke. Au mafundisho piga chini, my brother. Au mafundisho piga chini. Yaani unatakiwa kuachana nao kabisa. Unatakiwa kuyaacha kabisa hayo mafundisho, yapige chini. Unatakiwa kupiga chini. Kwa kuelewa asili, my brother. Na ukitaka kujifunza kuhusu asili, dondosha comment hapo chini. Dondosha comment yako hapo chini. Alafu kuna kitabu cha ukweli mchungu kuhusu asili ya mwanamke. Nakupa mwongozo wa jinsi ya kukipata, ambapo utaenda kujifunza asili, ambapo utaenda kujenga mahusiano imara. Kwa hiyo hii ndo akili ya jamii ambayo imekuaminisha wewe. Inakwambia akili yenyewe inatakiwa kutumika kwa wakati ukiwa kwenye mahusiano, au kwa wakati unapoishi na mwanamke, ama wakati unapotaka kutengeneza ndoa, ama wakati unapokuwa unajenga ndoa, kwamba ili mwanamke akupende, kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu, na udhaifu wake yeye ni dhaifu kwenye hisia, na udhaifu wake ni udhaifu kwenye pesa. Ni kiumbe dhaifu ambaye anapenda vitu vizuri, ni kiumbe dhaifu ambaye anapenda maua mazuri, ni kiumbe dhaifu ambaye anapenda kula vizuri, ni kiumbe dhaifu ambaye anapenda mambo mazuri, ni kiumbe dhaifu ambaye... Huo udhaifu gani huo? Kwa nini upendi vitu vizuri? Kwa nini upendi pesa? Wewe mwanaume? Na sisi wanaume tunapenda pesa. Na sisi tunapenda pesa. Je, kupenda kwetu pesa kunafanya tuwategemea watu wengine watuletee pesa? No, kama anapenda pesa akatafute pesa. Anataka pesa, anataka maisha fulani, akatafuta hayo maisha kwa ajili yake. Kama anataka kuyapata kwangu mimi hayo maisha, lazima yatumikie. Lazima aonyeshe usaidizi wake. Lazima aonyeshe mchango wake. Ila jamii haikwambii ukweli. Haikwambii. Inakuficha ukweli. Ile inakwambia wanaume wanawake ni viumbe ambao wanapenda pesa,
Wanawake ni viumbe ambao wanapewa mambo mazuri mazuri, yaani ukitaka enjoy mahusiano, na wengine ni viongozi mpaka wa dini. Nasikitisha sana. Viongozi wakubwa, watu wenye ushawishi, watu wanaosikizwa na jamii. Ndio maana inaitwa akili ya jamii. Kwa watu wote ambao unaamini wanaongea katika jamii, medias, content zote wasikilize. Watakwambia wanawake wanapenda vitu vizuri vizuri, na wengine waigizaji wanawake watotoka pale, wajisi wanawake bwana, tunataka kula vizuri, tunataka kuishi maisha mazuri, tunataka expensive life bla bla. Okay, expensive life unaleta nini kwa mwanaume? What do you bring to the table? Unaleta nini mezani? Ya, kuna namna bitu ongea Kiingereza, huenda kuna mambo yakai sawa. Sasa okay, sasa tunawezaje mwalimu Sonelo, unajua mambo si unabidi tuongee mpaka kwa Kiingereza tuweke msimamo. Japokuwa to the table sijui kama imekaa sawa, ila tutajulikana huko mbele kwa mbele, lakini uelewe hili my brother man. Inabidi uelewe. Wakiuliza mnaitwa nini kwenye meza, kwa mwanamke utaita nini mezani? Utaita nini kwa mwanaume? Utaita kitu gani chenye thamani kwa mwanaume? Ukiuliza hilo swali wanabaki wanatoa macho. Leta uwepo wangu, leta muonekano wangu. Mimi ni mzuri. Bla bla. Uzuri wako wewe unaleta nini kwenye maisha yako? Uzuri wake yeye unaleta nini? Na uzuri wako wewe mwanamke unaleta nini kwenye maisha ya mwanaume? Unaleta nini? Uzuri wako wewe. Je, huyu mwanaume ana kampuni ya warembo kwamba wewe utaenda kuwa naye, utasimama pale katika sehemu, utakuwa ambassador, utakuwa influencer? Kwa sababu angewalipa influencers wengine kuenda kusave money kwa namna hiyo, lakini sio. Ana kampuni ya warembo. Je, uzuri wako wewe utatumika katika biashara? Utasimama katika pale kwenye brandi ya kampuni yake, kama logo brandi, utasimama pale kwenye posters za kampuni. Lakini sio, ana kampuni, na hata kama anayo, hana nafasi ya kukuweka wewe. Sasa urembo wako wewe unasaidia nini kwenye maisha ya mwanaume? Na mwanaume, urembo wake yeye unakusaidia nini wewe mwanamke? Yaani urembo wake yeye mwanamke unakusaidia nini wewe mwanaume? Jiulize. Ndio maana akili yenyewe ya Mwenyezi Mungu inasema unabidi ujiulize maswali sahihi. Ujiulize maswali sahihi. Ukijiuliza maswali sahihi utagundua mambo mengi sana umedanganywa kwenye dunia. Mambo mengi sana. Unafundishwa upumbavu mwingi sana. Mwingi sana. Walipo darasani wanaelewa hili nalozungumza hapa. Wajifunza kuhusu ubwege ulivyo, wanaelewa hichi ninachokizungumza hapa. Kujiuliza maswali sahihi, ukaelewa akili kwamba inataka uwe na mtazamo, inataka uwe na uchanganuzi, inataka uwe na udadisi wa kuchunguza mambo. Kwani asili ikoje? Kwa nini wanawake wanasema wanapenda vitu vizuri? Kwa nini? Imekuwaje? Ilikuwaje? Kumbuka hapo mwanzoni, kwa sababu hapo mwanzoni zamani utakuwa naishi mapangoni. Je, mapangoni ukiangalia utakuwa naishi mistuni kipindi kile. Utakuwa naishi mistuni. Kuna movie ukiziangalia kama movie ya Vikings. Movie za wafalme wa zamani. Kuna movie zipo nyingi ukiziangalia. Kuna mfano kama majina mengine yametoka kichwani. Ukiangalia movie kama zile ambazo zinaonyesha masuala ya zamani ya kifalme. Je, walikuwa wanataka vitu gani? Wakati iPhone hazipo, wanataka nini? Je, walikuwa wanataka bwana, mimi unajua, si wanataka nataka vizuri, basi wewe mwanaume liwe na mimi, basi nichongee mti fulani, uwe ni mti ambao mzuri unang'aa, uwe ni mti wa hivi, ama nitafutie jiwe ambalo lina jiwe kubwa, jiwe la namna hii, ama unajua mimi bwana napenda vitu vizuri, basi unataka kujenga, unatakiwa uchonge pango lenye mwanga huu, lenye. Walikuwa wanataka nini? Lazima ujiulize haya maswali. Lazima ujiulize haya maswali. Moja kabisa, kuna moja ya makabila fulani trends hapa katikati, inaitwa Wanzabe. Watu wa polini. Kule hawana mahusiano. Wale wanawake wa kule wanataka vitu gani vya samani? Wanapenda vitu vizuri vipi? Kwa sababu kule hakuna pesa. Hawatumii pesa. Kwa sababu wenyewe wanakula kwa kuwinda. Hawatumii pesa. Ila wakitaka kutumia pesa wanakuja kununua labda vitu, kununua nguo, na unavaa zile nguo hawajavaa hivi. Kuna namna wamenunua. Ila wao kwa wao wenyewe hawatumii pesa. Labda watoke huku nje ndio wanatumia pesa, lakini pale kwao wanakula wanakula nyani, wanawinda hiki, wanakula kwa uwindaji. Je, wale wanawake umeaminishwa wanawake wanataka pesa, vitu vizuri. Je, wanawake wa kule ni tofauti na wanawake hawa? Au dunia zipo mbili tofauti? Au umbaji ulitokea tofauti? Jiulize haya maswali sahihi. Ujiulize haya maswali sahihi. Jiulize haya maswali sahihi my blast.
ndipo ambapo utaelewa kwamba okay. Ni mengi sana tumedanganywa, ni mengi sana tuliaminishwa ni kweli lakini sio, ni mengi sana tuliamini ndio lakini sio. Natakiwa kufanya nini? Natakiwa kubadilika. Natakiwa kufanya nini? Natakiwa kubadilika. Natakiwa kubadilika, niache upumbavu, niache ujinga, niache ubwege, niache ufala. Kwa kuamini kwamba ili nipendwe inabidi nijitoe sana, ili niheshimike inabidi nitoe zawadi sana, ili niwe na mahusiano inabidi niwe na pesa nyingi, niwe na pesa za kumtoa out, niwe na pesa za kumnunulia hiki, ili akija ghetto nibadilishe budget. Kama nilikuwa nakula 10,000, nilikuwa nakula 2,000, niwe nakula 7,000, ili tununue nyama, tununue hiki. Kwa nini? Kwa mke mmoja kana bwana, mimi nakuja ghetto, nakuja hapa tukale kisinia bwana. Nikaza sikiliza, ukija hapa na kupika ugali, malage pale fresh. Kama ni kisinia unachozungumza, nina sahani moja kubwa sana, kwa hiyo tutajaza ugali pale, tupiga fresh. Baki anacheka, basi sawa, haina shida, nakuja. Kwa nini? Ni test, utajaribiwa my blaza. Lazima uelewe hilo. Wanaume wanajaribiwa sana, wanaamini ndio tabia za wanawake ndio zilivyo, lakini ndio majaribu. Na kisha kuzoea kwenye majaribu, kuna kitu ambacho kimezungumzwa katika kitabu cha Ukike na Hisia, ukajifunze ili utoke kwenye huo mstari. Iwe wafanyakazi wenzio, iwe ndugu zako, dada zako, wadogo zako wa kike, watakujaribu. Mpaka mama yako mzazi atakujaribu. Mpaka mama yako mzazi wewe atakujaribu kwenye hii hekima, ili akutumie hiyo kiuchumi, hiyo kwa namna nyingine ambayo ya juhudi zingine binafsi, atakutumia kwa faida yake yeye. Kwa sababu tupo vitani, tupo mbugani. Kila mmoja anataka amtumie mwenzie, kila mmoja anataka anufaike juu ya mwenzie, kila mmoja anataka kombe, kila mmoja anataka ushindi. Kwa hiyo ukikaa vibaya, ukikaa kipumbavu, ukikaa kibwegi, wanakutumia. Kwa hiyo msingi wa hili somo, naamini tangu ulipoanza mpaka sasa unazidi kuelewa mambo makubwa sana. Unazidi kuelewa misingi ambayo unaenda kujifunza ndani ya kipindi ambacho kinafuata, ukaone jinsi mambo yalivyo. Ukaone kwa kina na ukabadilike, ukatengeneze mahusiano imara. Utoe hii akili ya kuendesha mahusiano kwa pochi. Utoe hii akili ya kuendesha mahusiano kwa usawa. Bwana, unajua mahusiano nataka usawa. Mahusiano nataka bwana, mimi na mwanamke wangu tupo sawa. Usawa nishasema kwenye jamii. Masuala ya kijamii, masuala ya shule, wote kisawa kusoma, masuala ya uchaguzi yote sawa, inabidi achague kiongozi, masuala ya mavazi yote sawa, lazima ni avae, asitembee uchi. Haki ya kula, ya kulala, hizo ni haki sawa. Lakini kwenye mahusiano, wewe ndio kiongozi. Mwanaume, wewe ndio unaamua direction, wapi tunaelekea. Kwa sababu unajua maisha yako wewe umeanza kutengeneza vipi, umeanza kuelekeza wapi, unajua hilo. Kwa lazima ujue na mwanamke gani unamchukua. Unaweza kumchukua mwanamke naye ambaye ni mtawala. Kuna wafalme ambao ni wanawake pia. Sasa mwanamke ambaye ni mfalme na hata ile anataka ana direction yake yeye. Hapo ndo ambako kuna ndoa nyingi zinasumbua. Sababu wanachukua na mwanamke ambaye naye ana ufalme wake. Afu unataka wewe afuate ufalme wako wewe. Aache ndoto zake alizonazo. Hapo ndo ambapo panapowasumbua wanaume wengi. Lazima ujue ni mwanamke ambaye anataka ndoa kweli ama hataki ndoa. Sababu ambaye hataki ndoa ana ndoto zake yeye. Na ndoto zao nyingi sio ndoto zile za kusema bwana inabidi na professional kubwa, inabidi na uchumi mkubwa, no, ni ndoto ambazo za kutaka uhuru. Soma ndani ya kitabu cha Sio Fumbo. Elewa kwa kina jinsi ambavyo wanaenjoy burudani, na jinsi ambavyo wanaenjoy namna ambavyo wanaitwa mashangazi, mashuga mami, bla bla. Mambo mengi ambayo yanaendelea nyuma basi. Kwa kutaka kuelewa nini kinafanyika, usome hicho kitabu. 25 utakipata. Kwa kuna mengi sana, naamini unajifunza, naamini umejifunza siku leo. Kwa hiyo tumemaliza utangulizi na kinachofuata tutaingia kwa kina kwenye akili yenyewe. Tutaingia kina kwenye msingi wa akili yenyewe ambao unatakiwa uifahamu wewe. Tutaanza na akili ya kwanza ambayo unabidi uwe nayo, kwa kujiuliza maswali sahihi, kwa kuchanganua, kwa kudadavua,
kwa kusimama kwenye msingi sahihi na kutengeneza mahusiano yaliyo imara, na kutengeneza mahusiano yaliyo imara. Kwa hiyo kuna program binafsi. Kuna program binafsi kwa wale ambao wana changamoto, bwana, mimi nataka nijifunze kuhusu namna ya kutongoza mwanamke, maana nateseka sana, nimekuwa siwezi. Kuna mwingine asha comment kwenye group, bwana, unajua mimi kusema kweli siwezi kutongoza, yani nikitongozwa natukana, kuna mmoja alinizaba kofi bla bla bla. Kwa namna ya kufanya, kwa hii ni kozi ambayo utabidi uje uichukue ujifunze. Bwana, mimi nataka nijifunze namna ya kuendesha mahusiano, nataka kujifunza namna ya kuendesha ndoa, nataka nijifunze kozi ya namna ya kuchagua mwanamke. Hizo ni kozi binafsi. Kuna masomo mengine yanaendelea darasani, unaweza kujiunga darasani na ukapata kozi binafsi. Kuna wataalamu ambao darasani na bado wajifunza kozi binafsi, ambao ni program binafsi. Unachagua kujifunza kitu gani? Lakini darasani mimi ndo nakuchagua kukufundisha nini, kwa sababu kulingana na uelewa na namna ambavyo nataka maarifa yao kafunguke zaidi. Kwa kuna mpango ambao nimeweka, bwana, atakiwa huyu ili ajue hiki, ili ajue kile, ili afikie maarifa haya, inatakiwa anzie hapa, atokee pale. Maana mwenyewe nilikuwa chini, nilikuwa sifuri, nilikuwa bwege. Kwa hiyo mpaka nimefikia hekima hii, sikuanzia wapi? Sikuanzia 1, nilianzia kwenye msingi. Kwa kila mmoja abidi arudi kwenye msingi, ndipo aanze kupanda, ndipo chati ipande, ndipo ikue, afikie maarifa. Kwa hiyo utanitafuta, mawasiliano hayo hapo, mawasiliano na mwalimu, upate hiyo kozi binafsi. Wale ambao wapo kwenye mahusiano wana changamoto, wanataka ushauri, wapo kwenye ndoa wanataka ushauri, hawajui namna gani ya kusolve problems ambazo zipo. Kuna problems nyingi ambazo zinaendelea, ambazo zinaenda kuleta madhara kwa kizazi, ameleta madhara kwa mahusiano yao, kwenye mahusiano yao, kwa familia yao, kwa ndugu. Mwisho wa siku mpaka familia nzima inaenda kuathirika kwa ajili tu ya matatizo ambayo yanatokea kwenye ndoa. Wengine hawajui namna ya kusolve, kwa sababu kuna mzizi ambao hawauoni. Kuna kosa ambalo lipo limefanyika ambalo hawalioni. Kwa hiyo mimi nitakupa jicho, nitakuonyesha wapi ukosea, nini cha kufanya, jinsi gani ya kufanya, jinsi gani ya kutoka, namna ya kutengeneza, sio namna ya kuacha mahusiano, no, namna ya kutengeneza ili uenjoy mahusiano, ili urejeshe ile amani, ili urejeshe ile upendo, ili urejeshe ile utiifu, ili urejeshe ile heshima. Mahusiano hayo hapo. Wasiana na mwalimu moja kwa moja uende kutengeneza mahusiano imara once again. Na kipindi kinachofuata sasa tutaingia kwa kina kwenda kujifunza akili yenyewe. Jifunza akili yenyewe, na hapo sasa ndipo ambapo utaenda kubadilika kutoka kwenye ile stage ambayo upo. Kwa sababu saizi wewe ni mvulana, unaponisikiliza saizi, maana unaachwa, unaumizwa, unasalitiwa, una maumivu mabaya kwenye mahusiano. You are a boy. Ndio maana wanakutumia, ndio maana wanakuendesha, ndio maana wanakupeleka, ndio maana wanakufanyia haya. Ndio maana drama ni nyingi sana, aziishi kila siku kwenye mahusiano. Drama ni nyingi. Kwa nini? Kwa sababu you are a boy, wewe ni mvulana. Sasa na kutengeneza msingi imara wa namna ambavyo na kutengeneza mahusiano kuanzia hapa, na wakati huo umesubscribe ili kwenda kupata mfululizo wa vipindi hivi hapa na kwenda kujifunza masomo mengine ambayo yanaendelea kule mbele katika toka kwenye inbox yake, somo la asili, huyu ni mwanamke, na masomo mengine kosa kubwa, na masomo mengine ambayo yanazidi kupanda, tutazidi kuwaleteeni ninyi ili mkafanikiwa kwenye mahusiano. Mission yetu ni moja, kutengeneza wanaume imara, kutengeneza kizazi imara, kutengeneza familia imara, kudumisha ndoa. Maana masuala ya kutengana, ndoa, familia nyingi, familia zetu nyingi zimetengana sana. Utengano sio mzuri, ni maumivu na ni changamoto ambao inaenda kusumbua jamii, inaenda kuleta matokeo mengine ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tutoe na maarifa, tujenge huu mshikamano, turudishe amani, turudishe umoja katika familia zetu. Once again, Mwenyezi Mungu awabariki, niwatakie wakati mwema. Thank you. Maarifa ndani ya nyumba ya maarifa, kwa kujenga mahusiano imara na vijana makini. Maarifa ndio msingi wa mafanikio na maisha yenye maana. Maana ya maisha uzalishwa ndani ya msingi wa utambuzi dhidi ya asili ya ulimwengu wa mwili. Maarifa
kwetu sisi ndiyo jukwaa imara, imara kimalezi na kiuongozi, kukuza nguvu na uwezo wa ndani kabisa. Kijana, mzee, mtoto na jamii kwa ujumla, unajenga nguzo yenye maana ya maisha na maadili ya dhati kabisa. Maadili na maana ya maisha ni sehemu ya ufahamu na utambuzi. Maarifa sauti ya mzee Sonelo.